Bahari ya mapenzi. Kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na upepo wa bahari na harufu ya chumvi iliyochanganyika na ndoto za wakazi wake. Kijiji hicho kiliitwa Mchanga Mweupe, mahali ambapo mawimbi yalizungumza siri na mioyo ya watu ilikuwa imefungwa na historia zisizoelezeka. Ndani ya kijiji hicho aliishi msichana aitwaye Amina, mrembo wa sura ya kuvutia, lakini mwenye macho yaliyobeba huzuni isiyoelezeka. Amina alipenda kukaa ufukweni kila jioni, akiangalia bahari kana kwamba ilikuwa inamjibu maswali aliyoshindwa kuyauliza. Watu wa kijiji walimzoea na walimuita binti wa mawimbi. Hakuna aliyefahamu kuwa moyo wake ulikuwa umefungwa na ahadi ya zamani, ahadi ya mapenzi aliyowahi kupewa na kijana aitwaye Khamis. Khamis alikuwa kijana jasiri, mcheshi kupita kiasi, na mwenye kipaji cha kufanya kila mtu acheke hata katika nyakati ngumu. Wakati mwingine angejifanya anaogelea na samaki wa kufikirika ili kuwachekesha watoto wa kijiji. Lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na siri nzito. Alikuwa akivutiwa na nguvu za ajabu za bahari. Siku moja Khamis alimwambia Amina, kuna siri ndani ya bahari hii na nina uhakika itanifanya kuwa mtu mkubwa. Amina alimtazama kwa mashaka. Bahari si mchezo, Khamis. Inaweza kukupa kila kitu au kukunyima kila kitu. Khamis alicheka kwa dharau kidogo. Mimi siogopi. Mapenzi yangu kwako ni makubwa kuliko mawimbi yake. Lakini siku moja Khamis alitoweka. Hakukuwa na aliyemwona tena. Wavuvi walidai waliona mwanga wa ajabu usiku ule. Wengine wakasema walisikia sauti za viumbe vya baharini zikizungumza lugha ya kale. Tangu siku hiyo, Amina aliishi kwa kusubiri, akiamini siku moja Khamis angerudi. Miaka miwili baadaye, kijiji kilipokea mgeni. Jina lake lilikuwa Rashid. Alikuwa na haiba ya kipekee, macho yenye kina kama bahari yenyewe, na tabasamu lililoweza kumfanya mtu asahau huzuni yake. Alijifanya mfanyabiashara wa samaki, lakini ukweli ulikuwa mbali zaidi. Rashid alianza kumkaribia Amina polepole. Alimchekesha, alimletea zawadi ndogo ndogo, na mara nyingi alikaa naye ufukweni. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Amina alianza kucheka tena. Lakini kulikuwa na jambo lisilo la kawaida. Kila Rashid alipokuwa karibu na maji, mawimbi yalitulia kana kwamba yalimheshimu. Wakati mwingine alionekana kuzungumza na bahari kwa sauti ya chini. Siku moja rafiki wa Amina aitwaye Zuleka alimwambia kwa sauti ya tahadhari, Amina, huyo Rashid si mtu wa kawaida. Kuna kitu kinanisumbua kuhusu yeye. Amina alitabasamu. Labda ni kwa sababu unanionea wivu. Zuleka alikataa kwa nguvu. Hapana. Ni hisia, na hisia zangu hazijawahi kunidanganya. Usiku huo Amina aliamua kumfuatilia Rashid. Alimwona akienda ufukweni akiwa peke yake. Amina alijificha nyuma ya mwamba akimtazama kwa makini. Ghafla Rashid alisimama na kusema kwa sauti ya ajabu, enyi walinzi wa kina kirefu, wakati umefika. Maji yakaanza kuchemka taratibu. Kutoka ndani ya bahari, kivuli kikubwa kilionekana, kiumbe cha ajabu, nusu mtu nusu samaki, kilitokea mbele yake. Amina alishika pumzi yake kwa hofu. Je, msichana huyo ndiye kiumbe? Kilisema. Ndiyo, Rashid alijibu. Yeye ndiye funguo ya nguvu zote. Amina alishtuka. Alijua sasa alikuwa hatarini. Lakini kabla hajakimbia, alisikia sauti nyingine nyuma yake. Amina, Aligeuka polepole. Mbele yake alisimama mtu aliyekuwa amepotea miaka miwili iliyopita, Khamis. Lakini hakuwa yule aliyemjua. Macho yake yalikuwa na mwanga wa samawati, ngozi yake iling'aa kama maji, na sauti yake ilikuwa nzito isiyo ya kawaida. Khamis, hii ni wewe? Amina aliuliza kwa mshangao. Ndiyo, lakini si yule wa zamani, alijibu kwa huzuni. Khamis alimweleza ukweli, alimezwa na nguvu za bahari na kubadilishwa kuwa mlinzi wa siri zake. Rashid alikuwa mfuasi wa nguvu hizo, akitafuta kutumia Amina kufungua nguvu. Unapaswa kukimbia, Khamis alisema. Rashid hataki mapenzi yako, anataka nguvu zako. Lakini kabla hawajafanya chochote, Rashid alitokea nyuma yao. Mchezo umefichuka, alisema kwa tabasamu la kikatili. Lakini tayari nimechelewa sana kurudi nyuma. Mawimbi yakaanza kupanda kwa kasi. Upepo ulivuma kwa nguvu na anga likawa jeusi. Rashid alinyanyua mikono yake, akaita nguvu za bahari. Amina alihisi mwili wake ukivutwa kuelekea maji. Khamis alijaribu kumshika, lakini nguvu zilikuwa kubwa sana. Chagua. Rashid alipaza sauti. Mapenzi au nguvu? Amina alifunga macho yake. Akakumbuka kila kicheko cha Khamis, kila ahadi, kila maumivu ya kusubiri. Nachagua mapenzi, alisema kwa sauti thabiti. Ghafla mwanga mkali ulitokea kati yao. Bahari ilitulia. Upepo ukanyamaza.
Rashid alipiga kelele alipokuwa akivutwa ndani ya maji, nguvu zake zikimgeuka. Khamis alianguka chini akipumua kwa nguvu. Mwili wake ulianza kubadilika tena, akarudi kuwa binadamu wa kawaida. Amina alimkumbatia kwa machozi. Umerudi eh? Khamis alitabasamu kwa uchovu. Mapenzi yako yamenirudisha. Siku zilipita, kijiji kilirejea katika hali yake ya kawaida. Rashid hakuwahi kuonekana tena na watu walibaki na hadithi za ajabu kuhusu usiku ule. Lakini Amina na Khamis walijua ukweli, bahari ilikuwa na siri nyingi zaidi na mapenzi yao yalikuwa yamepita mtihani mkubwa. Kila jioni walikaa pamoja ufukweni wakitazama mawimbi. Na safari hii Amina hakukuwa tena peke yake. Kwa sababu katika bahari ya mapenzi waliokoka si wale wenye nguvu zaidi, bali wale wanaothubutu kupenda kwa moyo wote.